Shalom, nataka niongelee nafsi iliyokamatwa, nafsi iliyoibiwa. Najua watu wengi hawaelewi, wanasema unajua Yesu alishakomboa nafsi. Naomba unisikilize. Mtu akitaka kukumaliza anakamata nafsi yako. Na kama ujue leo nafsi inaibiwa. Unaweza ukabaki huko sawa lakini nafsi yako imeshaibiwa. Umewahi kujiuliza, unaota ndoto huko mkoa mwingine, huko kijijini kwenu ulikozaliwa, huko sehemu nyingine unatumikishwa, unauza maduka na wewe huna duka. Unaota, unakimbizwa watu usio wajua na vitu usio vijua. Unahisi ni mwili unakimbizwa, ni nafsi yako. Maana nafsi yako ndio utu imeibiwa, imepelekwa maeneo ya hatari. Unaota ndoto kwenye shimo au unapita kwenye majabali makubwa na huko kwenye mawe makubwa, unalia watu wakusaidia, una mtu anayekusaidia hata mmoja, au uko juu ya mti, hamna mtu akutoa huko uliko. Hiyo ni nafsi inaibiwa na wekwa mahali pasipofaa. Na ndio maana Yesu alikuja, anasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 4, Yesu anasema nilikuja kuwafungua waliofungwa. Ni wakina nani hawa? Waliofungwa hawakufungwa kwenye mageza ya kibinadamu, wamefungwa nafsi zao. Nafsi inafungwa huwezi kufanya chochote, nafsi inafungwa huwezi kuwaza chochote, nafsi inafungwa huwezi kusikia chochote, unabaki sehemu moja tu umeganda. Lakini Yesu, nafsi ikiibiwa, ikifungwa, uko ndani nafsi inakaa mapepo, majini, mawazo mabaya. Biblia inasema kwamba iponye nafsi yako. Malaika anamwambia Rutu. Lakini Yesu anasema kwamba atakaye kuiponya nafsi yake aiangamize, maana yake aikabidhi mikononi mwa Bwana. Nami nasema leo jioni ya leo ambao una mandoto mabaya, unaota ukifanya dhambi, unaota unatumikishwa. Unapoota unazini, na maana nafsi yako inafanyishwa dhambi. Kuna mtu anayetumia nafsi yako kufanyishwa dhambi. Unapoota unafanya biashara, na maana kuna mtu anatumia nafsi yako kufanyia biashara na kufanikiwa. Unapoota huko maeneo ya hatari, maana yako kuna mtu amekuchukua nafsi yako, ameweka maeneo ya hatari. Lakini leo nakuja kwako kusema kwamba ukitaka kuiponya nafsi yako iangamize kwa Bwana, maana yake mpe Bwana nafsi yako ili iweze kutoka kule iliko ije mahali ulipo. Naomba nikuombe kwa dakika chache, ili nafsi yako irejee kwenye mafanikio yako, irejee kwenye utajiri wako, irejee kwenye heshima yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ikomboa ile nafsi iliyoibiwa, iliyokamatwa ikapelekwa kwenye makaburi, imepelekwa juu ya miti, imepelekwa kwenye mandoto, kwenye maziwa, kwenye mito mikubwa, njia panda, milimani, kwenye mikoa mingine imetupwa huko. Leo nairejesha katika jina la Yesu Kristo. Nairejesha nafsi iliyofungwa, iliyoibiwa, iliyokamatwa. Leo nairejesha kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, naweka mikononi mwako maisha yangu kuanzia leo. Kila adui aliyenishikilia aniachilie, aliyekamata nafsi yangu aniachilie. Kuna mtu nilimpa nafsi yangu, sasa nateseka kwa ajili yake. Kuanzia leo namtoa kwenye nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Haitakuwa sehemu ya mateso, bali itakuwa sehemu ya furaha, na itakuwa sehemu ya amani. Na ufunguliwe sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.